Umesema IST yako inafanya nini sasa hizi? Biashara ya usafirishaji. Umenikumbusha. Ndio. Wakati namiliki IST yangu ile, ulishawahi dereva wa usafirishaji? Nilikuwa nafanya afisa usafirishaji. Nilikuwa nafanya, ilikuwa inaitwaje kipindi kile? Taxify. Nilikuwa nafanya Taxify mwanangu. Na ulikuwa unajilamba. Ulikuwa unapiga sana. Nilikuwa yani kabla sijaingia kazini. Unajua pale ofisi yetu ya zamani unaingia kazini mchana. Unatangaza mshike unaingia usiku. Unaingia kuanzia saa 8 saa 9. Na boss alisema kama una kazi usije kupiga umbea. Kwa mimi nikiamka asubuhi napiga kwanza Taxify yangu. Napiga afu mchana ndo naingia kazini. Nikaja nikaacha. Kwa siku moja nilipakiza bonge la demu. Nikamtoa Kinondoni, nikampeleka kuna hoteli moja Posta pale. Nikasema sifanye ujinga wa kupelekea watu mali zao. Nikaacha hiyo biashara hapo hapo. Ukawa Posta boy. Mtu wa delivery. Nikaacha kaka. Ukiwa wangu usingatie nataka tukugombanisha. Tutaongea pembeni. Mkio yupi? Mkio yupi? Tutaongea pembeni. Okay sawa. Anataka kutugombanisha tu. Posta boy. Ulikuwa unasafiri unapeleka mali. Niliacha. Na siku moja nikapakiza watu fulani hivi, ndio watu wa Kigogo pale nikawapeleka Sea Breeze kule. Wakishua wakawa na hadithi mambo ya tajiri. Kizungu kingi. Wakanitia hasira. Ujanywa Bluefen. Tia hasira. Sisi tumesema sio Yazidi ile. Yazidi tunamjua bosi wako. Mko na kazi. Zaidi. Zaidi. Unajua? Bosi wangu yule. Safi. Hivyo umenikumbusha. Mimi bado nafanya hiyo sometime. Sasa nilimbeba juzi kati nilimbeba huyo mwanamke. Yeye alikuwa kwenye gari yangu wamekosana na mtu wake. Sasa akawa hataki kumpokea nao yule ametoka mkoani kwa hiyo hapa ana mwenyeji. Na ilikuwa ni usiku wa saa 7. Twende mwisho wa story. Fanya story iwe fupi. Nishindwa